Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Nakumbuka mambo haya yanatendeka Danieli akiwa katika nchi mahali ambapo alikuwa captive. Alikuwa mtumwa. Wale ambao walikuwa wametotwa kutoka Yerusalemu, kutoka Juda, wakapelekwa Babeloni. Alikuwa miongoni mwa wale wateka. Haikuwa mahali pake pa kuzaliwa. But the favor of God was with him. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama vile ningetaka kutabiria mtu siku ya leo, may the favor of God locate you wherever you are, in the name of Jesus. Hata kama uko katikati ya maadui, hata kama uko katika nchi ya ugeni, hata kama uko mahali ambapo watu hawasikii lugha yako, hata kama uko mahali ambapo watu hawakuelewi, may the favor of God locate you in the name of Jesus. Sema amen. Maandiko yanasema ya kwamba na Danieli akapata kibali kwa mfalme Darius. Alipopata kibali akamfanya kuwa mkubwa. Lakini kuna watu wengine ambao walikuwa wafanyakazi pamoja na Danieli, ambao they conspired how to finish Danieli. Wakapanga jinsi ya kumaliza Danieli. Sema amen. Nataka kuambia ya kwamba adui anayekukula sio mtu ambaye hakujui. Ni yule mnafanya naye kazi. Anajua masaa yako ya kuingia na ya kutoka. Ni yule ambaye pengine umeshare na yeye mashinda zako. Yesu akasema, a man's enemy is that of his own house. According to Luke Matthew 36:10. Adui wako ni wale watu walio karibu na wewe. Anayekuharibu ni yule mtu aliye karibu na wewe. Wengine wameharibiwa na anti zao, wengine wameharibiwa na anko zao, wengine wameharibiwa na wakwe zao. Sio mtu wa mbali. Sio mtu wa mbali. Ni wale watu wa nyumbani mwako. Wale watu walio karibu na wewe ndio hawataki kuona your progress. Maandiko yanasema ya kwamba walipoona jinsi Danieli amepata favor kwa mfalme, they conspired against Daniel. Wakapanga. Na maandiko yanasema kwamba and their plot was well conceived. Mipango ilikuwa imepangwa. Mangavana and advisors wa mfalme, wakubwa wenzake, wale walienda nao ofisi moja, wakaketi kwa ofisi moja, wakajadiliana vile wanaweza saidia ufalme wa Darius. Hao ndio watu walimwendea. Maandiko yanasema wakaenda wakaambia mfalme. Walipo plan kumwendea jamaa. Na the reason as to why they were against Daniel, sababu walikuwa kinyume na Danieli, ni kwa kuwa Danieli hapo anachukua hongo. Daniel was a trustworthy man. There were no ingredients in Daniel. Danieli alipopelekwa kama captive, alienda amebeba Mungu wake. Maandiko yanasema ya kwamba wakatafuta effort, wakatafuta uovu wowote ndani yake, hawakupata. Ningetaka tufike lebo. Maadui watafuta maovu ndani yetu ikosekane. Walitafuta kitu watamuaccuse nacho, haikupatikana. Je, maadui saa hii wakitaka kukuaccuse, wanaweza pata kitu yanaweza kukuaccuse wewe? Wanaotaka kukuaccuse, wanaotaka kukupangia you are downfall, wanaweza pata kitu ya kusimamisha. Waseme tunamwaccuse na hii. Walitafuta wakupata katika Danieli, haikuwemo. Maandiko yanasema ya kwamba walipojaribu mbinu zao zote ikazindikana. Wakapanga jinsi watamwaccuse naye. Wakajua ya kwamba huyu mtu anapenda Mungu wake. Na wakajua ya kwamba Danieli used to pray every day 3 times. Bwana asifiwe. Watu wa karibu na wewe wanakujua na nini? They knew Daniel used to pray 3 times a day.
even the enemies were aware. Adui zako, watu ambao mnafanya kazi na wao, watu ambao wako karibu na wewe, wanakujua na nini? That you do for God every day. Wanakujua na nini? Hawa walijua Danieli every day 3 times. Alikuwa jamaa wa kufanya maombi. Hakuwa na mchezo na Mungu wake. Wakasema sasa hapa tutaweka mtego. Hapa ndipo tutamshikia. Sababu they knew Daniel will not compromise with them. Wakasema sasa tutaenda kwa mfalme according to the law of Medes and Persians. Tuseme ya kwamba kusiabudiwe Mungu mwingine ama mtu mwingine. The law of Medes and Persians ilikuwa inasema ya kwamba wao waabudiwe. Na hiyo ingepitishwa, hakuna mtu alikuwa na uwezo wa kubadilisha. Ilikuwa iwe namna hiyo. Wakasema the law of Medes, according to our constitution, when the king signed and in writings and passed the law according to Medes is unaltered. Haiwezi bandilishwa. You cannot repeal. Haungeweza kupeleka kwa mahakama usema ya kwamba ninapeleka petition na weka appeal. You could not appeal. Ikiwa imepita. Bwana sifiwe. Wakapitisha. Wakaenda kwa mfalme wakamwambia na useme for that 10 days. Hakuna mwingine ataabudiwa ila ni wewe mfalme. Na mfalme akakubaliana sababu walikuja na sheria. Bwana sifiwe. Amen. Maandiko inasema ya kwamba the king akaandika na akapitisha ikawa ni sheria. In the next 30 days hakuna kuomba Mungu mwingine isipokuwa kuomba mfalme. Bwana Yesu apewe sifa sana. Amen. Lakini kitu ambacho tunasoma mahali hapa kama kinanifurahisha mahali hapa ni kwamba pamoja na kupitisha sheria ngumu, Daniel hakucompromise Mungu wake, aseme itainamia miungu. Hata kama sheria itapitishwa, usinamie miungu. Hata kama ni nini, God is with you. Mungu alikuwa pamoja na Danieli hata wakati walisema usiabudu Mungu mwingine. Maandiko yanasema kwamba Danieli alipojua hivyo ndivyo kumekuwa, he went in his room. Akaingia katika chumba chake. Maandiko yanasema chantu. Kuna version zingine zinasema upstairs room. Akapanda pale juu mahali ambapo milango na madirisha ilikuwa imefunguka imeelekea Yerusalemu. Daniel used to pray for Jerusalem 3 times a day. Amen. Kumbuka Danieli alikuwa katika nchi ya utumwa, mahali wametekwa, nchi ya mateka. So he could every day pray for Jerusalem. Maandiko yanasema madirisha ilikuwa imefunguka, milango imeangalia Yerusalemu. Alikuwa na kazi ya kuomba kwa sababu ya Yerusalemu. Na sheria ndio hiyo imepita. But he did not compromise. Na kusema ya kwamba kwa hata next itaomba. Ni nini nataka kuambia mpendwa siku ya leo? Amen. Maadui wanaweza kukuwekea vikwazo ili usiendelee kufanya kile umekuwa ukifanya kwa Mungu wako. Maadui wanaweza kuweka vikwazo na mipango yao ni kukuondoa katika lile umekuwa ukifanya katika ushirika, katika huduma, uache kufanya. Kama ulikuwa unaosha kanisa, uwekewe kikwazo usiwe unaosha. Bwana sifiwe. Kama ulikuwa unaingia unapanga vitu unapangusa, unawekewa kikwazo. Bwana sifiwe. Kama ulikuwa ni mtu wa kusimama na huduma kwa maombi, unawekewa kikwazo. Andue naweka kikwazo. Wakamwekea Danieli kikwazo. Lakini pamoja na kuweka vikwazo, maandiko yanasema ya kwamba Danieli alipojua ya kwamba sheria imepitishwa na imekuwa gazetted,
akapanda pale amezoea, where I used to pray. Akaenda mahali alikuwa na katika desturi yake ya kuomba. Usishangae maadui wamepanga nini dhidi yako. Usijali maadui wamefanya nini dhidi yako. Ni mitego gani wamekuwekea. Wewe endelea kufanya kile Mungu amekuitia ufanye katika huduma kama hii. Endelea kufanya yale Mungu amekuitia ufanye katika ufalme. Wanasifiwe. Kumbuka Danieli hapa ako peke yake. Watu wote wamekubaliana na sheria. Watu wote wako kumwabudu Darius. Lakini Danieli amebaki peke yake. Hata kama utabaki peke yako katikati ya matatizo, hata kama watu hawatakuelewa, hao watu hawakuelewa Danieli, hata kama watu watakosa kukuelewa, Mungu anakuelewa. Sema amen. Mungu pekee anakuelewa. Hawakuelewa Danieli, lakini Mungu pekee alimuelewa. Wanasifiwe. God will overturn the plot against you. Mungu atabadilisha mipango iliyopangwa kinyume na wewe. Mungu ako na uwezo wa kubadilisha. If you never or if you are ready to stand for God. Kama hauta compromise, Mungu ako na uwezo wa kubadilisha and to overturn every plan against you. Sema amen. Kama hauta compromise. Maandiko inasema ya kwamba na mipango yao kama successful. Danieli akaletwa na akarushwa katika tundu la simba. Mwimagine tundu la simba wako na njaa. Kuna watu wamewekwa katika mashimo fulani na ikafunikwa na mawe na ikawekwa siri, na wewe mwenyewe unasikia kwamba uko ndani. Wanasifiwe. Danieli pamoja na kwamba siku mara 3 kwa siku alijikuta katika hilo shimo, katika mipango ya maadui zao. Kuna watu wamewekwa katika mashimo. Kuna watu ndoa zao zimewekwa katika mashimo. Kuna watu kazi zao zimewekwa kwa shimo. Kuna watu watoto wake wamewekwa kwa shimo. Na wewe unajua, na Danieli akajua niko ndani ya shimo. Nimewekwa. Kuna watu. Na ni watu wa karibu. Wale wanakujua mzuri. Ndio wamepanga mambo haya. Uko ndani ya shimo wamekuweka. Hiyo shida unapitia. Pengine ni shimo umewekwa na ndiwe limefunikwa. Sasa hauna otherwise. Na Danieli akiwa ndani ya shimo, ujue hata kukojoa ni huko ndani. Hata kupupuni wapi ni huko ndani. So there were no movement. Ameenda mahali that night. The whole of that night ako ndani ya shimo. Try to imagine. Hakuna kingine unaweza kufanya. Mbioni hapo umewekwa. Hakuna lingine unaweza kufanya. Unajaribu kurua kichwa, haiwezekani. Unapata pesa na unajaribu kufanya hivi, haiwezekani. Horene diki imepitishwa, ikawekwa seal, na wewe uko pale. Hapo ndipo uko ndani. Wanasifiwe. Wakasema huyu lazima afutwe, na mipango imefanywa, ikapangwa mzuri, na wanahakikisha kwamba the next step ni wewe uwe safi, na wewe ukajua hivyo. Wanasifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba akiwa ndani, Mungu akamtumia malaika. May the Lord God send angel upon your life. Na Mungu akutumia malaika kama alivyomtumia Danieli. The problem that you are in, Mungu aweze kukutoa ndani. The door of escape. May the Lord open another door for escape in the name of Jesus. Na Mungu na atengeneze mlango wa dharura, wakiwa wanajua wamefunga na wamesili, wakupate Mungu amekutoa. Amen.
Bwana Yesu asifiwe. Wakiwa wamechukua mchanga, wamepeleka wakugana wa kuharibu, wakijua ya kwamba umeisha, Mungu akuja tengeneza an escape door. Amen. Afadhali kukufe mtu. Hiyo siku ulikuwa unakuja kufuta kukufe mtu kuwa kuna mkutano. Bwana asifiwe. Hiyo siku walikuwa wamekupangia kukuangamiza, afadhali kufe mtu. Hiyo mipango ya kuangamiza isimame. For God will make an escape door. May the Lord make an escape door for me. Amen. May the Lord make an escape door for you. Yes. In the name of Jesus. Amen. Walipanga ya kwamba ni lazima muachane na huyo mzee mko naye, na wakafanya juhudi zote, na wewe unajua hivyo, lakini kuna mambo itaposi kwa sababu yako, maana Mungu anatengeneza an escape door. Oh, yes. Sema amen. Amen. Escape door for you. Only do not compromise. Amen. Hata kama itaonekana umechekelewa, walimchekelea Danieli, wakasema kamerushwa ndani, kanaisha huko ndani, sasa ni kularuliwa, kanarudiwa. Lakini Mungu akafunika simba mdomo, na Mungu afunike maeneo ya hatari mdomo, ili hata ukiwekwa ndani hiyo hatari itakuona. Wengine wakapangwa malizo na accident, lakini Mungu atasimamisha hiyo ajali katika jina la Yesu. Hiyo ndivyo alifanya kwa Danieli. May the Lord of Daniel do it for you. Amen. Sema amen. Amen. Do you believe that? Maandiko yanasema ya kwamba Danieli aliamini, he believed, he trusted in his God. Do you trust in your God that he can save you from the situation that you are in? Unaamini hivyo? Ya kwamba Mungu ako na uwezo wa kukutoa katika hiyo hali uko. Pengine umechekelewa mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu. Haitafika mwaka wa tano ukichekelewa. Kuna mambo inaenda kubadilika. Kuna mambo historia inaenda kubadilika. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakasiru na njiwe ikawekelewa juu, nikawekwa siru. Hii Mungu akitaka ukuokoa, kuna maeneo atakuweka mahali hawataamini na hawatabahatisha, pengine ulitoroka kama ulijitoa. The seal Danieli angeweza kuivunja. Waliweka seal, Mungu aliruhusu waweke mpaka seal, ili Mungu akimtoa hakika uone ni Mungu. Hata hiyo shinda wamekuweka na wakasiru. Mungu atakutoa, wapende wasipende. Mungu atafunika simba midomo, hatakumaliza. Wameweka watoto wako katika shimo, yani wao ni ulevi na bangi na kila kitu, wanasema ya kwamba generation yako imeisha. May the Lord make an escape door for you in the name of Jesus. Amen. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Amen. According to verse 19 and 20, Mungu akaoverturn ile mipango walikuwa wamempangia huyu jamaa. May the Lord overturn ile mipango maadui wametupangia katika jina la Yesu. Leo tunasema ya kwamba na ile mipango wametupangia kutumaliza, Mungu overturn in the name of Jesus. Amen. Alipo asubuhi yake mfalme akakuja, akamwita Danieli. Mfalme alipenda kuokoa Danieli, lakini hakuweza sababu ya sheria. Kuna watu wangelitaka kuokoa. There are people who are able to help you. There are people who are able to save you, lakini wamefungwa mikono na sheria fulani. Kuna watu Mungu anataka kukutumia wakusaidie, lakini wamesuiliwa. Kuna watu
wako mahali wanaweza kukusaidia katika hiyo hali uko, lakini wamezuiliwa. Mfalme alitaka lakini hakuweza. Amen. Hata kama watazuiliwa, hawatazuilia Mungu. Walizuilia mfalme, sheria ilimzuilia King Darius kuokoa Danieli, lakini sheria ya Medes and Persia haikuweza kuzuilia Mungu amuokoe. In the name of Jesus. Haitazuilia. Maandiko inasema asubuhi yake mfalme akaenda akulala. People who are trustworthy, they will make a king not to sleep. Watafanya wafalme wakose usingizi juu yao. Maandiko inasema kwamba alikesha the whole night, na asubuhi yake akaamka kuenda kuona. Na kumbuka akiwekwa alimwambia, may the God whom you serve continually save you. May the God whom you serve continually save you from that situation you have. May the Lord that you serve continually save you from that problem you have. May the Lord that you serve continually save your family and your children in the name of Jesus. Asubuhi yake akakuja akapata mnyamaa kwa pale, akamwambia niko hapa. Akamuuliza, Mungu wako alikuokoa? Akamwambia ndio, aliniokoa. Haya. Maandiko inasema ya kwamba hakuwa ameguswa. Akamwambia Mungu alituma malaika akakuja katika tundu la simba. Na kumbuka it was sealed. Hata kama wameseal, seal zao asitasuilia malaika wakuja wakuhudumie. Sema amen. Malaika wa Bwana atakuhudumia hata katikati ya matatizo na mipango na mitego. The angel of the Lord will come and minister on your behalf. Will come and minister for you. Sema amen. Do you believe that? Do you take it? Wakamtoa Danieli akiwa bile. Maandiko inasema mfalme akafurahi sana kwa sababu amepata Danieli ako sawa. Kisha baadaye akasema, na wale waliomweka waletwe. Wakakuja. Wakaingizwa ndani pamoja na watoto wao, wake zao. Maandiko inasema hata hawakufika chini. Walilaluliwa na simba vipande mpaka mipupa. Maadui zako watalaluliwa. Ile mitego walikuwa wamekuwekea hiyo ndio itawanasa wao wenyewe. In the name of Jesus. Walienda kwa wachawi ili watoto wako waharibike, wao ndio wataharibika. Wakaenda kwa wachawi ili kazi yako iishe, yao ndio itaisha. Wakaenda kukuendea ili uishike na magonjwa kila wakati, wao ndio watajipata katika hiyo hali. Wakapanga ufutwe, wao ndio watapata wamefutwa. In the name of Jesus. Bwana asifiwe. Wale ambao wanakupangia maovu, hata wataki kuona ukiinuka wanakuhonga, wao ndio wataongo wenyewe. From today we declare in the name of Jesus, maadui zetu, Bwana wa mabwana, mitego walikuwa wametuwekea, wajipote katika hiyo mitego wao wenyewe. Maadui wa kanisa hili, ile mitego wanaweka wajipate kwenye mitego wao wenyewe. In the name of Jesus. Wale ambao walimpeleka Danieli kwa tundu la simba wakajipata katika hiyo shida wao wenyewe. Ninasema na maadui zako, sema na maadui zangu, mitego ambao wameniwekea watajipata umo wenyewe. Amini Mungu hivyo unaposema hivyo, sababu kuna maadui wengine wajui, wengine wajui. Kuna maadui wameapa ya kwamba hakuna kitu utafanya. Umeajiriwa lakini utafanya kitu. Unapata pesa lakini utafanya kitu. Leo tunasema ya kwamba hiyo mipango yote ambayo wametupangia ndio watajipata katika hiyo mitego wenyewe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Simama na miguu yetu. Ijulikane kwamba yupo Mungu wa Danieli, na ijulikane kwamba yupo Mungu wa Danieli. Na ijulikane kwamba yupo
yuko Mungu wa Danieli. Na ijulikane kwamba yuko Mungu wa Danieli. Na ijulikane kwamba yuko Mungu wa Danieli. Na ijulikane anaweza. Inua mikono yako. Na ijulikane anaweza. Na ijulikane aokoa. Danieli. Na ijulikane aokoa. Mungu wa Danieli. Na ijulikane anaweza. Mungu wa Danieli. Na ijulikane anaweza. Mungu wa Danieli. Na ijulikane aokoa. Na ijulikane aokoa. Mungu wa Danieli. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu. Oh yes. Bwana, ijulikane ya kwamba siku ya leo unaokoa. Oh my Lord. Baada ya Danieli kupitia baba mfalme yale mateso na mambo mazito, Bwana the same king, mfalme yule Bwana alikuwa ameweka seal baba mfalme Danieli amaliziwe. Oh yes. The same king ndiye baba alitangaza ya kwamba Mungu wa Danieli ndiye Mungu wa kutumikia. Yes. Bwana mabwana, watu hawa baba, ingawa baba Mungu na maadui baba wamewapangia njama Bwana, Jehovah, they have sealed their deal. Mungu wangu na baba yangu Jehovah, the same enemies, wale tu Bwana ndio watasema Mungu wa hawa Bwana wa mabwana ni Mungu wa kweli. Oh yes. Jehovah, ninakutukuza baba mfalme. Yes. Hao watu baba, majina yao iko hapa, the initiators, oh my God, kama wamewekwa katika tundu la simba, Bwana wa mabwana, make an escape door for them. Oh yes, Lord. In the name of Jesus. My Father. Bwana wa mabwana Jehova, iwapo baba hao baba wataenda baba bila kupatana na mkono wako Jehova Mungu, siamini Bwana hivyo. Ninaamini ya kwamba God of heaven, yes, ya kwamba kuna watu milango baba inafunguka Jehova, yes, katika jina la Yesu Kristo. Oh wanatolewa kwenye mashimo kama vile Danieli alitolewa Bwana. Waliomweka ni wao walimtoa Bwana wa mabwana akiwa mzima. Oh yes. Maana wewe ni mwaminifu. Oh my Lord. Baba, majina haya Bwana wa mabwana yaone Jehova, kila mmoja kutane baba na mahitaji yake. Oh yes. Kila mmoja baba kutane baba Jehova na roho yake. Oh my Lord. Kila mmoja baba kutane baba na hitaji la moyo wake. Wale baba wajenga manyumba baba wajenge. Oh, wale wana makao baba wapate makao. Oh my Lord. Wale hawana kazi baba wapate kazi. Yes, Lord. Wale walio na kisirani baba ikafike mwisho. Wale baba wameinukiwa baba kuinukiwa ukafike mwisho. Yes, Lord. Wale wanasumbuliwa na magonjwa Bwana, magonjwa kafike mwisho. Kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo. Uwaje ninyauke, nataka kuomba na mtu hapa. Unapoangalia ya kwamba mambo yako hayendi mzuri, then deal imefanywa ikawa sign na ikawa sealed, na sasa umejipata uko katikati ya mambo mazito.
mambo mazito. I want to pray with you in the name of Jesus. Neno la Bwana liwezi likawa halina sababu. Every time ninapoenda kuomba, naambia Mungu lile neno linanipea Baba ni neno la wakati na halitarudi bure. Jiunge pamoja na dada yangu as we pray together in the name of Jesus. Tunapoambia maadui ya kwamba mitego ambao wameweka watajipata katika ile mitego wao wenyewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu wangu, ni asante kwa wema wako Jehova. Ni asante Baba wa fadhili zako. Wewe Baba Mungu uonaye kwa siri. Wapendo hao Baba wametokea Baba mbele Jehova, sababu wamesikia Baba neno Baba na wakawa Baba na imani na wewe ya kwamba kuna mambo Bwana wa mabwana Jehova wanapitia. Baba mimi kama mchungaji Baba sijui, lakini wewe Bwana unajua Baba lile Baba wanapitia. Ninatamka Baba katika jina la Yesu Kristo, wewe ambaye ulimtetea Danieli Baba, tetea huyu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye Baba ulimtetea Danieli Bwana, tetea huyu katika jina la Yesu Kristo. Wewe ambaye ulimpigania Danieli Baba, pigania huyu katika jina la Yesu Kristo. Wewe Baba ulimpigania Danieli, pigania huyu mama in the name of Jesus. Wewe Bwana mabwana ulimpigania huyu mtumishi wako Danieli Jehova, Baba pigania huyu Jehova in the name of Jesus Christ. Wewe Baba ulimpigania Danieli Bwana, naomba Baba pigania huyu mama katika jina la Yesu Kristo. Danieli aliamini ya kwamba unaweza ukatenda. Huyu Baba ameamini ya kwamba unaweza ukamtendea. Ameamini ya kwamba unaweza ukamtendea. Sio mimi Baba ninatenda Bwana, bali ni wewe Baba unatenda. Ulipomtendea Danieli Bwana wa mabwana, Jehova mfalme akatabiri na mfalme akaamurisha kwamba Mungu wa Danieli aishiwe. Mungu wa Danieli wa kweli. Baba ukitendea hao Bwana, utabaki kwa Mungu. Wewe ndiye utapokea utukufu, sio mimi Bwana. Wewe ndiye utapokea sifa Bwana. In the name of Jesus. Oh yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord Father, we thank you. We give you the praise and the honor. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. Rudini kwa amani. Muamini ya kwamba kuna mambo Mungu ametenda. Amen. Anza kuexperience upako na nguvu za Bwana, sababu yeye ni mwaminifu. In the name of Jesus.